moyo wangu naogopa na kutetemeka. Moyo wangu nakosa ushujaa. Jamani, namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwamba amekuwa mwaminifu juu ya maisha yangu. Namshukuru Mungu wa Abrahamu Kabenga, amekuwa mtakatifu siku zote. Amekuwa mwaminifu juu ya maisha yangu, kunitetea na kunipigania. Nashindwa namna ya kumshukuru Mungu kwa namna ya pekee. Mungu amenitetea, amenipigania. Nakosa kwa kweli ujasiri. Nawashukuru sana kanisa kwa maombi yenu. Nawashukuru sana kanisa kwa upendo wenu wa dhati, kwa michango yenu na kwa kuniombea. Nawashukuru sana kanisa kwa kunitia moyo. Nawashukuru sana kanisa kwa faraja ya pekee ambayo umenionyesha kwangu. Kwa kweli nimejifunza kitu kikubwa sana kwa kanisa hili. Mmekuwa ndugu wa karibu sana kwenye familia yangu. Nawashukuru sana, umeendelea kunitetea kwa kunifariji kwa michango mbalimbali. Kwa kweli Mungu wa Abrahamu Kabenga awabariki sana. Kwa kweli nimepata ndugu sana kwenye kanisa hili. Nawashukuru sana, Mungu wa mbinguni awabariki mno. Nikimshukuru sana Matayo kwa usafiri wake. Kila ninapoenda alinipa gari yake bila masharti yoyote. Kila sehemu ambapo nilitaka kwenda yeye alijitolea. Kinipeleka yeye kama hana nafasi, lakini gari iko, anaitoa gari yake inipeleke kila sehemu ambapo nataka nikuhudumiwa. Lakini kile basi nimejifunza kitu kikubwa kwake. Amekuwa na moyo wa utayari mimi sijawahi kuona. Amekuwa zaidi ya ndugu zangu mimi. Mimi huwa napenda niongee kitu ukweli kutoka ndani ya moyo wangu, kila ambacho nimekishuhudia. Kila nilipotaka kwenda nimeenda naye. Nikimwaga baba, ngoja nikacheki afya hapa, ile basi ananisindikiza. Nimeenda naye Malawi, nimeenda naye nimelazwa Ikonda, niko naye. Nimeenda Arusha, niko naye. Nimeenda Dar es Salaam, niko naye. Kwa kweli nimejifunza kitu kikubwa sana. Nimejifunza kitu kwake kutoka kwa kile basi amekuwa na moyo wa utayari na wa pekee sana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, nilikuwa na shida kubwa. Ilianza tu kama ganzi kwenye mguu huu wa kushoto. Nikipanda pikipiki labda umbali mrefu, nikishuka mpaka nikanyage kwanza alafu nianze kutembea. Nikaona ni hali ya kawaida, lakini baadaye ikawa haiishi. Na kote inanishika inapanda. Baadaye mguu huu na shida, nikajisikia ganzi mkono wa kulia. Ulikuwa mwezi wa 12 ule, na kuja mwezi wa kwanza nasikia ganzi, mara ikahamia huku. Nikaona hii ni changamoto kubwa. Lakini nabii wa Bwana alisema wewe hutakufa bado utaishi. Amekuwa akinitabiria mambo makubwa na magumu kwenye maisha yangu na yametimia. Na sijawahi kukaa naye kwamba nimwelekeze baba hapa inakuwaje. Lakini ninapojiuliza namshangaa sana Mungu wa Abrahamu Kabenga. Wakati nimekaa pale baba ananitamkia kwamba anafikiria sasa hii inakuwaje. Wakati mimi sijamwambia, lakini ni kitu ambacho nilikuwa najiuliza. Nachojiuliza nakutana na majibu kwenye madhabahu hii. Naendelea kutiwa nguvu. Basi nikakuta ile ganzi imepanda mpaka kiunoni. Wakati huo mguu ulikuwa vizuri, nao ukaanza kuzidiwa ganzi, mara ganzi kahamia mkono wa kushoto, mara mwili mzima ukawa kama jiwe. Maumivu yasiokuwa ya mfano. Yaani nimeteseka baya mno. Yaani nimeteseka, kwa kweli nimeteseka. Nimehudumiwa kila hospitali ambayo nilikuwa na uwezo wa kuhudumiwa, hospitali zote
kubwa, lakini hazikunisaidia. Ila Mungu wa Mwakabenga ameniponya. Nimeenda kupima vipimo vikubwa kwenye hospitali kubwa, wakaniambia majibu magumu, lakini nilimtumaini Mungu wa Mwakabenga kwamba mimi sitakufa bali nitaishi niasimulie matendo makuu ya Bwana. Nikaenda nikahudumiwa pale Rufaa, wakanipima, wakaniambia nina tatizo kwenye uti wa mgongo, kwa hiyo natakiwa nifanyiwe operesheni. Wakasema tukutoe mfupa, tutakuwekea vyuma vya kukusaidia. Nikawasikiliza. Baadaye daktari akaniambia nimpigie simu kwa sababu daktari bingwa yuko Geita. Nilipompigia simu akasema hatukuangalia vizuri, tatizo liko hapo nilipokuonyesha, lakini ambapo natakiwa ufanyiwe upasuaji ni pale ambapo uti wa mgongo unaanzia shingoni, kipingili cha pili tukutoe pale, tutakuwekea vyuma. Kuna vyuma 6 ambavyo vitakuwa vinakusaidia. Nikamwambia kwa hiyo hivyo vyuma kuna wakati vitatoka au inakuwaje? Akaniambia vitakuwa ni vya kudumu. Nikamwambia sawa. Lakini wakati tupo na rafiki yangu Gervas, nikamwambia mimi sio wa kuwekewa vyuma, kwa sababu yuko Mungu wa Furaha Mwakabenga, mimi ataniponya. Mungu naye mtumaini, hata niache wala hata nipungukia kamwe. Haya majibu ni kweli ya madaktari, lakini liko jibu la Mungu wa Furaha Mwakabenga. Basi ngoja nimpigie kwanza simu baba nimsikilize yeye anasemaje. Nikampigia simu baba, akasema Mungu mwenyewe atakuponya. Hayo wamekupa ni madaktari, lakini mtumaini Mungu na zile message nimekufundisha zishiki, basi utasimama tena. Tukarudi. Nilivyorudi nikasema vile vipimo ni kweli, lakini ngoja tukapime sehemu nyingine kule Ikonda. Tumefika kule Ikonda, wakanipima, wakanichukua damu, wakanicheki sana, wakakuta sina shida yoyote kwenye damu. Wakanipima moyo, sina shida yoyote. Wakanipima figo, sina shida yoyote. Wakaniambia bwana uko safi. Nikamwambia ndio maana nilipofika hapa nikasema nataka kupima MRI uti wa mgongo mzima. Huko kote mnaponipima mimi sina shida. Basi wakanilaza pale siku 5. Siku ya mwisho waliponipima MRI ikatoa majibu kwamba nina shida, mfupa umeminya mshipa wa fahamu. Tatizo la kwanza hapa juu. Tatizo la pili, wakaniambia uti wa mgongo umesagika sehemu za chini hapa. Tatizo la 3, wakaniambia mishipa iliyotoka juu mpaka chini nayo ina ugonjwa unaitwa spondylosis. Nikasema ni sawa, kwa hiyo inakuaje? Wakaniambia kwa shida yako hii sisi hatutaweza kuhudumia. Sawa, kwa hiyo tunafanyaje? Wakaniambia labda tukuandikie barua uende Muhimbili au uende hospitali zingine ziko nyingi Dar es Salaam, ila sisi tutakuandikia barua ya kupokelewa huko ili wakakuhudumia, lakini kukuhudumia kwenyewe ni kwa ajili ya operesheni wa uti wa mgongo. Kwa hiyo sisi hapa hatutaweza. Nikasema sawa, basi mturuhusu. Wakasema tutatoka lini? Nikasema tunatoka sasa hivi. Wakatuandikia barua ninayo pale nyumbani ya kwenda kutibiwa hospitali zingine kubwa. Tulipotoka pale nikasema haya ni majibu yao, lakini yuko Mungu ataniponya. Kama hospitali zimeshindwa, Mungu wa Mwakabenga ataniponya. Tukarudi. Tunavyorudi nikasikia tangazo kwamba madaktari bingwa kutoka India watashirikiana na madaktari bingwa wa Tanzania, watakuwa wanatibu uti wa mgongo bila operesheni na magonjwa yote ya fahamu, yaani fahamu nzima, uti wa mgongo na mishipa bila operesheni, Arusha. Nikamwambia Gervas, basi natakiwa twende Arusha. Yuko tayari. Akasema tunaenda. Tukaamsha kwenda Arusha. Nikafika kule, madaktari wakasema tatizo lako wewe ni kubwa sana, na huduma ya kuhudumia hapa Tanzania haipo, inatakiwa uje kwetu India. Kule ndio tutakufanyia operesheni kubwa ya uti wa mgongo ili uweze kupona, lakini vinginevyo hakuna dawa yoyote ya kukuponya Tanzania hii, mpaka kwetu India. Tulikuwa kule na Mama Harisi na Gervas. Nikamwambia sawa, nikauliza gharama zao. Wakaniambia gharama zao, wakaniandikia kila kitu. Huduma, usafiri, milioni 34 na 50,000
kwa mimi, lakini wakasema hii ni kwa ajili yako na uweze kusafiri peke yako, unatakiwa usafiri na msaidizi. Kwa hiyo katika hiyo huduma, katika hiyo hela tutatoa hela ya matibabu milioni 23 na laki 4, zingine zote ndo zinazomhusu huyo msaidizi wako. Nikawaambia sawa. Niliporudi wakanipigia simu, nikamwambia hiyo hela mimi sijawahi kushika na sitakupa, bali nitaishi, yuko Mungu ataniponya. Nikasema mimi nimeokoka, yuko Mungu mimi ataniponya, nitasimama tena na wala sitafanyia operation. Kwa hiyo huko India mimi sitaenda. Mungu amekuwa mwaminifu sana. Wakati tunarudi Arusha, tumeshikia pale Mbeya Meta kwenye shiri ya pale Konani, kama unaifahamu. Tuko watatu, mimi Gervas na Mama Harisi yuko pale. Tukaja paka Simike ili tupande costa ya kuja Tunduma. Kulikuwa costa ambayo ilikuwa mbele yetu. Wakasema wewe ambaye hujiweze ukae huku mbele ili watu wasikutinge. Lakini pale moyo wangu mimi nilikataa. Nikasema hii gari mimi sitapanda. Wakasema hapana, mzonga Mama Harisi yule pale. Wakasema wewe mama basi panda. Akasema sipandi hiyo gari. Yana akakataa kwa nguvu. Gervas naye akasema sipandi. Basi tukapanda gari ya nyuma yetu. Lakini cha ajabu, tunafika hapa ile gari ambayo mimi nilikataa, Mama Harisi akakataa, Gervas akakataa. Tunafika mteremko wa kushukia kuja Mlo, kutoka pale Mahenje kushuka. Ile gari ilipata ajali. Yaani kule ambako ilitakiwa nikae kule mbele na ambako waliniambia kwamba nikae wasinibuguzi, ilivunjika vibaya mno. Sisi tukamshukuru Mungu. Tukasema Mungu wa Makabenga anatutetea. Mungu wa Makabenga anatutunza, ndio maana hatujafa. Tungepanda hii gari yangetokea mengine. Lakini Mungu alitutetea, tukasafiri, tukafika salama. Kwa kweli jamani, namshukuru Mungu. Sasa baada ya kutoka Arusha, nikamwambia baba akaniambia Mungu atakufanyia wepesi. Mungu atakushangaza. Mungu atakuponya. Wewe ukifa mimi sitahubiri tena. Nitaacha kuhubiri na hutakufa na wala hutafanyia operation. Akanitabiria unabii mkubwa sana. Na mpaka leo mimi nimesimama. Wakati kipindi hicho hata koo ilikuwa linaniuma, ndio maana nikikaa pale nilikuwa siwezi hata kusoma Biblia. Hata mkono huu ulikuwa hivi. Nafikiri watu wote ambao mlifika nyumbani na wale ambao mlikuwa mnanisalimia, mara nyingine nilikuwa nawasalimia hivi, nilikuwa siwezi hata kunyosha mkono. Hata kufunua Biblia nilikuwa siwezi, koli na nibana. Yaani ninateseka vibaya mno. Lakini nilianza kuona uponyaji, Mungu akiniponya. Nikaona mkono unanyoka na kuwa vizuri na nikaona naona uwepesi mkubwa sana. Basi tukaongea na baba kwamba baba mimi nimepona, lakini kilichobaki natakiwa nifanye mazoezi. Nilikuwa naenda Dar es Salaam wakati mimi nimepona. Ila nikafanya mazoezi basi mwili wangu urudi kwenye hali yake. Lakini Mungu ameniponya, mkono unaweza kunyosha. Hapa wakati pananibana ni Mungu ameshaniponya, najisikia vizuri, lakini sasa ninatakiwa nifanye mazoezi ya mwisho ili niweze kuimarika. Basi mimi nikaenda Dar es Salaam, nimefika kule nikakutana na daktari ambaye amesomea uti wa mgongo mzima, system nzima ya uti wa mgongo. Nikampa, akasema inatakiwa mimi nikutibu basi unipe vipimo ambavyo nimepima hospitali. Nikampa vipimo vile ambavyo nilipima kule Ikonda, akavisoma, akasema una tatizo kwenye uti wa mgongo. Hapa mfupa umeminya mshipa wa fahamu, lakini hapa chini uti wa mgongo umesagika. Vile vipingili vile vina shida, lakini pia una ugonjwa kwenye mishipa iliyoshuka hadi chini hadi miguuni hadi kwenye kizazi, kwenye uzazi, ndio maana unapata shida kubwa. Nikasema ni kweli. Akasema ndio maana wakati mwingine mgonjwa kubana uwezo kufika mbali unatoka wenyewe. Nikasema ni kweli. Akasema lakini mimi hiyo kazi ndio niliyoisomea. Nikamwambia na mimi nilikuwa nataka nipate daktari anayeweza kunitibu. Kwa kweli wewe ni daktari bingwa. Yaani kwa maelezo tu ulionipa nimekuamini. Na ujue kwamba nilikotoka ninaombewa. Lipo kanisa linaniombea, lakini ninaye baba anayeniombea, ndio maana mpaka leo nimekuwepo. Basi akaanza kunifanyisha mazoezi. Nikajikuta ninaimarika. Nilikuwa siwezi kusimama hata muda mrefu. Akawa ananifanyisha mazoezi, huku baba ananiombea na kanisa linaniombea, basi mimi nimepona. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ninachotaka nikusihi wewe mwenye shida,
na wewe mwingine ambaye huna shida. Ziko changamoto zinakuja. Amen. Kikubwa zaidi na zaidi kuliko yote ni kushika fundisho ambalo mtumishi wa Mungu anatufundisha. Ndio maana anapotufundisha hapa anasema nimekufundisha na nao. Shika kile ambacho Baba anakufundisha, lakini kutii na kumsikiliza kila hatua. Amen. Yuko Mungu kwenye madhabahu hii, hawezi kukuacha wala kukupungukia. Yuko Mungu anayeponya, nimemhakikisha sana kwenye maisha yangu. Na wakati unapokuwa kwenye changamoto, usidili sana kusikia au kuyafanyia kazi yale maneno ambayo unasikia, kwa sababu yanakuwepo maneno mengi yenye kuvunja moyo sana. Amen. Lakini msikilize mtumishi wa Mungu. Msikilize baba askofu kile anachokuelekeza. Wakati huo message ambazo wanafundisha mahali hapa zinazungumza ndani yako, utahakikisha unapona. Lakini ukiwa unasikiliza kitu kingine wakati upo kwenye changamoto, utapotea. Amen. Kwa sababu wako hata watumishi wengine wa Mungu ambao walitembea na Mungu sana, lakini baadaye walipokutana na changamoto kubwa, wakaanza kuamini vitu vingine wakapotea. Mmoja nipo pale nyumbani, baba amefundisha sana habari za mfalme Asa, mtumishi wa Mungu. Anakusanya Yuda wote wamtumikie Bwana, lakini yeye alipopata changamoto, yeye anasema hakumtafuta Mungu, akawatafuta waganga, kafa na miaka 39. Lakini ukimtii mtumishi wa Mungu na kusikiliza yale anayokufundisha, hakuna jambo gumu linaloshindikana kwenye madhabahu hii. Ninaposema kwenye madhabahu hii, maana yake hakuna jambo gumu linaloshindikana kwa mtumishi wa Mungu Furaha Elia Mwakabene. Tatizo linakuwa ni kwako wewe tu. Amen. Mimi nilisikia mambo mengi sana, lakini mimi nilidili na kila ninachokitaka mimi cha kupona tu. Maneno mengine sikuyafanyia kazi. Wakaja ndugu zangu wa karibu wakaniambia, wewe utakufa, labda tukupeleke kwa waganga wa kienyeji. Nikasema, unaniona naishi hivi, inatakiwa kama kuna mganga wa kienyeji mlete nimfundishe njia ya uzima. Lakini mimi siwezi kuwatumaini tena waganga wa kienyeji. Nikasema waganga wa kienyeji tuliwatumaini sana, na ndugu zangu waliwatumaini sana, na ndugu zangu walipelekwa sana kwa waganga wa kienyeji, lakini hawakupona, na waganga wote walishakufa. Akaja baba mdogo wangu yupo pale Chiwezi, anaitwa Pazuri, wengi wanamfahamu, hata ni rafiki yake sana baba. Akaja na mke wake akaniletea na kuku. Akasema, mbona mnateseka sana? Mama yako huyu aliumwa hivyo hivyo. Nikampeleka kwa mganga, alishapona. Nikamwambia, sikia, kwanza nikwambie tu kutoka baba anakufa. Nikamworodheshea na waganga na wote walishakufa. Nikamwambia, baba mlimpeleka pale kwa Kibona pale Mapogoro, yupo? Akasema hayupo. Nikasema, na kule Mdoro yule wa Masangura yupo? Akasema hayupo. Nikasema, yule wa Mtima Mayaya yupo? Akasema alishakufa. Nikasema, wakati sisi bado ni wadogo, tulikuwa tunasikia wanasema kuna mganga wa Nyamwanga anaitwa Joseph huko Tunduma. Nikasema, Joseph hapa Tunduma yupo? Akasema alishakufa. Nikasema, Masoja yupo? Akasema alishakufa. Nikasema, yule Nazembe yupo mganga mwanamke? Akasema alishakufa. Nikasema, na yule Mgara wote? Nikamwambia, na wote walishakufa. Nikasema, Yesu yupo mpaka leo, ni yeye yule jana leo hata milele. Hata nipite kwenye changamoto kubwa, amina, Mungu atanibariki. Hata nipite kwenye changamoto kubwa, yuko Mungu atanisimamisha. Alafu Mungu wetu tunayemtumikia, hata ningeanguka leo, anasema kumbuka ulipoanguka ukatubu. Amekuwa mwingi wa huruma sana. Akaja kaka yako tena kijijini, naye akaongea maneno hayo, nikupeleke kwa mganga nikusaidie ili upone. Nikamwambia, mbona mnajidanganya sana? Yuko wapi mganga anayeweza kunisaidia? Nikamwambia, toka amekufa baba mwaka 2002. Mwaka 2000 nikaanza kumuorodheshea. Mwaka 2002 baba amekufa. Mwaka 2003 kulikuwa msiba. Hata ukimuuliza Baraka huyo hapa. Mwaka 2004 kulikuwa msiba. Mwaka 2005 kulikuwa msiba. Mwaka 2006 kulikuwa msiba. Mwaka 2007 kulikuwa msiba kwenye familia. Mwaka 2008 kulikuwa msiba. Mwaka 2009 mimi nimeokoka hapa mwezi wa 5, lakini kabla ya mwezi wa 5 kulikuwa msiba. Na nikamwambia wote ambao walikufa na waganga, nikamuorodheshea yule na nikamtajia majina, na yule nikamtajia wote, na wote walishakufa. Nikasema, sasa leo mimi unaweza kanichukua unipeleke kwa mganga yupo atakayenisaidia.
Nikasema yuko Mungu wa Furaha Mwakabenga, mimi ataniponya. Kama unaweza kunisaidia kwa sababu siku hizi nipo nyumbani, niletee hela. Wewe nichangie tu hela za kula hapa nyumbani basi, lakini habari ya uponyaji niachie mimi. Lakini yote haya nilikuwa nasema ni kwa sababu ninajivunia yuko baba. Kwa sababu ninajivunia yuko mlinzi anayenilinda mimi, ambaye ni baba yangu Furaha Elia Mwakabenga. Ndio maana nilikuwa nilijivunia sana, na yeye wala sikumsumbua. Sijawahi kumpigia simu za kumsumbua baba sijui nini, sijui nimetimba. Nilikuwa natafakari zile message amenifundisha, alafu namshirikisha baba, nataka nikacheki hapa anasema nini. Amen. Nipo Dar es Salaam, nampigia simu za kumsalimia, nisikie hata sauti yake, lakini sio kumsumbua. Amen. Kwa jamani, tumshike baba yetu. Amen. Na kila nalo lisema kwenye madhabahu hii, tuhakikishe tunalisapoti. Yaani tuhakikishe tunasapoti kila anachosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli jamani, Mungu namshangaa sana. Amekuwa mwaminifu mno. Yaani kila nikitafakari namshangaa Mungu wa Furaha Mwakabenga. Namshangaa sana baba yangu. Yaani amekuwa bega kwa bega na mimi kuniombea. Ameniombea, amehakikisha ninaimarika tena. Baba, kwa kweli Mungu akubariki. Yaani singekuwa wewe leo mimi nisingekuwepo mpaka leo hii, ningekuwa nimekufa. Lakini kwa maombi yako mimi nimesimama tena. Kwa maombi yako Mungu amenisimamisha. Mungu akubariki sana, kuongeze siku za kuishi. Mungu aendelee kukuinua juu na juu zaidi. Ni wewe umehakikisha mimi nimepona leo. Pamoja na maneno yote ambayo yalikuwepo, lakini wewe hukujali. Na mengine mimi nilisikia, lakini sikutaka kuambia, kwa sababu sikutaka kukusumbua. Napokuletea maneno kwamba nimesikia maneno haya na haya, alafu wakati huo sikusumbui kitu chochote, pengine unaweza ukatafakari kwa nini hanipigii simu mara kwa mara. Labda ni yeye ambaye amesikia. Mimi sikutaka kuambia, ila nikakushangaa. Siku moja wakati nimerudi kutoka Dar es Salaam, ukasema watu walisema kwamba atakufa na wengine wapo huko. Mimi nilisikia, lakini mimi sikutaka kuambia hata kidogo. Kwa kweli Mungu akubariki sana. Mungu akuongezee siku. Mungu akuinue zaidi na zaidi. Kwa sababu wewe ndiwe mlinzi wangu mimi. Nakushukuru sana baba yangu. Pale ninapokukosea endelee kunivumilia na kunifundisha. Mimi ni mtoto wako ambaye nimeuvaa mwili, naweza nikakukosea. Usinitupe. Mimi sina ndugu mwingine wa kumtegemea zaidi yako. Ninakutegemea ni wewe tu baba. Ndugu zangu wako wengi mimi wala sikuwategemea. Na wala nao hawakuonyesha upendo kwangu. Na wengine walikuwa wanajua tu mimi nitakufa. Nikasema nyie hamjui, yuko Mungu naye mtumikia. Yuko baba yangu ananiombea na mtaniona na nimesimama tena. Kwa Mungu wako amewashangaza adui zangu. Nakushukuru sana, Mungu akubariki sana. Amen.